Mzimba TV. Kwa jina naitwa John Albert Kumambi, ni mjasiriamali mdogo wa mazao ya viungo. Sasa tunazalisha kama mkarafuu na miche mingine mbalimbali kama pilipili manga, na hii miche kiwastani kutoka tunavyoanzia kuwa mbegu hadi kufikia pengine kilele cha kuiweka kwenye viriba, cha kwanza tunakuwa tukishaiokota ile mbegu, tunahakikisha ni mbegu sahihi ambayo haina makosa. Tunaitunza kwa muda pengine wa siku kama 5 au 4 hivi, ili kwa ajili ya kuikoboa, kutoa gamba la nje, kubakia punje yenyewe. Kwa hiyo tukisha koboa tayari tumeshaandaa kiriba chenye udongo mzuri. Tunaichukua ile mbegu yenyewe moja kwa moja tunaiweka kwenye kile kiriba. Ile mbegu ina uwezo wa kudumu pale kama wiki 3 hivi hadi wiki 4 na kutoa mche. Mche ule tunautunza kwa muda miezi 4 hadi 5, tayari utakuwa umeshafikia nchi fulani ambazo una uwezo sasa miezi 5 6 ule mche kupeleka kokote unakohitaji. Kama utahitaji ukuze kwa vipimo fulani ambavyo unahitaji kwamba mche sahihi kama hivi inavyoonekana hii, manake hii tulishaiwekea mwezi wa 12 mwezi wa kwanza hii kwenye viriba. Kwa hiyo tukaipisha hadi hivi sasa kama ina miezi 9 hivi ndio inafikia kilele hiki, lakini kuanzia 6 unaruhusiwa unapanda. Kwa hiyo kwa ubora zaidi ukaiacha pengine ikafikia ukubwa fulani ambayo utakuwa hauwezi kusumbua, ndio unaiacha hadi 9 hadi miezi 10 au miezi 12 kama hivi ilivyo, basi ukaipeleka shambani. Okay. Kwenye kiriba huwa mnachanganya udongo, mnachanganya virutubisho gani au mnachanganyaje? Kwenye kiriba wapo ambayo wanatumia na mbolea kama ya samadi, tuseme kama ng'ombe au mbuzi, umeona. Lakini si lazima sana, unaweza ukakusanya tu udongo mzuri ambao unahisi huu una mbolea nzuri ya kutosha, ukahakikisha hauna mawe wala nini, ukauchanganya vizuri, basi ukaweka kwenye kiriba ukaanzishia. Kwa hiyo si lazima sana kuhitaji samadi. Na huu mche wa karafuu unapenda zaidi katika mazingira gani kupanda? Yaani shamba linatakiwa liwe katika mazingira gani, la udongo tifutifu, mfinyanzi au mchanga? Kiwastani hasa zaidi kwa udongo tifutifu, mfinyanzi, mche unakubali sana. Kwa udongo wa mchanga, yani mchanga usizidi sana kwa ajili ya kupitisha joto kali, kwa sababu ni mche ambayo hauhitaji joto kali sana. Kwa hiyo ardhi ambayo ya mchanga nahisi ni rahisi sana kupitisha joto. Kwa hiyo ule mchanga usiwe mwingi sana. Lakini unahitaji zaidi udongo wa finyanzi au udongo wa tifutifu ndio unahitaji. Sisi wajasiriamali wa miche hii tunapatikana kata ya Tawa, kijiji cha Tawa, mtaa wa Kibunduga. Kwa hiyo karibuni wote wajasiriamali wenzangu, ili tuweze tukasapoti upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira kiujumla. Ni kwa mfano watu wakihitaji kupanda pembezoni mwa mto inaweza ikastawi? Kwa kupanda pembezoni mwa mto inastawi vizuri sana, lakini kuna changamoto moja. Changamoto itakuwa kwenye uzaaji. Yaani pembezoni mwa mto yani inaweza ikawa isizae mapema sana hadi kuhakikisha mti umekomaa vizuri. Na hauna madhara yote, kwa mfano ukipanda pembezoni mwa mto lengo likawa si kwa ajili ya kuvuna kwa wakati huu,
kwa muda mfupi, labda kwa ajili ya kutunza tu ule mto, yani kutunza mazingira vizuri, hauna madhara na hauna madhara. Madhara tofauti yake ni kwamba utachelewa kuzaa. Mfano kama ule pale mbele ule ni miti ambayo tuseme iko pembezoni kidogo mwa mto kwa kauka. Okay. Na kutoka kupanda mche wako shambani mpaka kuja kwanza kupata matunda unatumia muda gani? Miaka 4. Miaka 4. Okay. Yaani mfano mche kama huu unaopanda hesabu hapa miaka 4 tayari unaweza kupata matunda. Okay. Mche miaka 4 unatoa, sababu ni mche kidogo, una hatua tofauti na mche nchi 6 hadi uje kufikia cha kama hivi umeshakaa sana, lakini kwa huu hapa manake yenyewe. Hivi una makisio kwamba kilo moja unaweza kupata miche mingapi? Yaani kilo moja ya mbegu unaweza kupata miche mingapi? Aise, unapata mingi, hata 300. Hata 300 kwenye kilo moja. Okay. Kuna baadhi ya miche kama huu hapa imekauka, kunasababishwa na nini miche baki inakauka? Hiyo inasababishwa hasa na ukame na hali ya sehemu ambayo lipo, pengine imekutana na kipande fulani cha jiwe kwa chini, kwa hiyo lile eneo haliwezi kupitisha hewa vizuri, kwa hiyo ikatengeneza mche huo ukaweza kukauka kulingana na sehemu ambayo nimehifadhi kile kiliba. Sawa, kwa hiyo huu mche unahitaji kwamba ukae mahali ambapo pako salama. Pako salama. Na labda la mwisho, unatumia dawa gani kwa ajili ya kufanya kwamba chakula labda isiathirike na wadudu? Kwa kweli kiufupi, haina pembejeo ya aina yoyote kusema kwamba lazima utumie madawa fulani kupulizia au kutunzia miche ili isiweze kuathirika na mdudu wa aina yoyote. Kwa kweli yenyewe inajitegemea. Kwa jina kama nilivyotoka kujitambulisha awali, naitwa John Albert Kunambi, ni mjasiri mdogo wa uzalishaji wa mazao ya viungo. Kama tunavyoonekana tuna sehemu ya uzalishaji wa miche ya viungo aina ya mkarafuu. Miche hii inapatikana jimbo la Morogoro Kusini, wilaya Morogoro Vijijini, kata ya Tawa, kijiji cha Tawa, kitongoji cha Kibudu. Mimi naitwa Hansi Kadinda, natokea kwenye shirika lisilo la kiserikali linalojulikana kwa jina la BACO. Tumekuja hapa leo kwa ajili ya kumwangalia mjasiriamali huyu na kupata baadhi ya miche kidogo kwa ajili ya kwenda nayo katika eneo letu ambako tunakofanya kazi katika wilaya ya Kilombero. Lengo na madhumuni tunataka tujaribu kuangalia uwezekano wa kujaribu kupata hii miche na tuipeleke katika wilaya ya Kilombero na katika maeneo ya wakulima tunaofanya nao kazi, ili waweze na wao waweze kupata, tuweze kuona kama iwapo na kule nako inaweza ikafanya kazi vizuri, lakini pia kama tunaweza tukaotesha pia kule na tukaanza kuwagawia wakulima mbalimbali. Lakini pia lengo na madhumuni kumsupport huyu mjasiriamali ili kusudi aweze kuendelea na apige hatua kutoka hapa alipo aende mbele zaidi, aweze kuwasaidia na wajasiriamali wengine. Ndio karafuu yenyewe ambayo saa hizi tunatarajia hapa kuikausha ili ikauke. Na ile tayari imeshaanza kukauka kiasi. Lakini hii hapa ndio tunaitayarisha kwa ajili ya ukaushaji yani. Hapa tayari kwa ajili ya matumizi kama viungo yani. Sawa. Na hii hapa ndio ile ambayo tayari tunaanza imesha pooza. Hii hapa ndio inaanza kuingia kwenye ukavu, kwamba karafuu yenyewe ndio hii tayari imeshaanza kupooza, japo haijafikia kilele chake chenyewe, lakini hii ndio tayari inasha kuingia kwenye sehemu ya ukaushaji yani. Sawa. Na Mzimba TV.